Ukakumbuke ile njia nimepitia Bwana. Kuna jambo moja nilifanya nzuri nikakufurahisha Bwana, ukatumia hiyo jambo moja tu nilifanya, na wewe ukakumbuka ile mama nilikusaidia, na wewe ukakumbuka ile baiskeli yangu iliibiwa pale Railway, na wewe ukakumbuka ile duka nilipeana pale Bogoru, na wewe ukanijalia. Ni kweli kuna yote nimefanya, lakini ukakumbuka jambo moja nilifanya, na wewe Bwana ukanitetea. Hii imekuwa ngumu kwangu, ukasababisha utawala wao
ukawa chini ya kuchanganyikiwa, ili jina lako litukuzwe. Usiniwache katikati ya maadui. Mimi ni nini mbele zako Bwana? Kwa kanisa lako, achilia nguvu katika nyumba hii. Watu wakija hapa wagonjwa, Bwana wewe ukawaponye. Mama huyo ambaye amesema amekaa miaka yote bila kupata mtoto, Baba yako ukamkumbuke na mtoto wa kiume, na wale watoto wa yule mtu alinyang'anya gari, Bwana wasaidie Mungu. Nimewatolea sadaka, wasaidie Mungu. Ule watoto wadogo na wengine ambao wanataabika kwa sababu ya baba zao, kwa sababu ya mama yao, kwa sababu ya babu yao, Bwana usikubali madhabahu hizo nazo zikaendelee. Kwa Yerusalemu City, mji wako mtakatifu, nimetengeneza barabara kile kiwango tu ningeweza. Na wao unisaidie, na wao usimame nami, na wao unitetee, na wao ukabomoe madhabahu zao, na wao ukawaangamize wale ambao hawataki kuona nyumba ikijengwa, hawataki kusikia sauti ya mtumishi wako. Nimekabidhi nafsi yangu mikononi mwako. Zile siku utanipatia niishi, mimi nitakutumikia. Nitapiga gita yangu hii, nitaipiga gita hii. Kama ukiniruhusu, nitaenda kumsaidia. Simama na miguu yako sasa. Raise up your hands. Raise up your hands now. Communicate to the Holy Spirit of God. Kila mtu awasiliane na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawakaribisha wote katika ibada ya siku ya leo. Our online viewers, we want to welcome you for the Sunday service. This is the CFC, the Synagogue Crusaders for Christ. We are located near City Stadium roundabout at a building called Mang Center or Mang Building. We are in second floor under the Minister of God, Reverend Dora Waroinge. We welcome you all and may God bless you. My name is Carol. This morning I would like us to share a word that will keep us going. So we can have our seats. I have a teaching which I've been doing for the last 2 days, and it is about who is a prophet. Praise the name of the living God. Each one of us, our online viewers, you have your prophets. Even us in the house, we have our prophet. And I would like us to see or to look who a prophet is. So a prophet is someone who is anointed by God, and also a prophet is the carrier of blessings. We all understand that we cannot be all prophets, and prophets are being ordained or chosen by God. So for us, those who have been given prophets, there are some things we need to know how to carry our prophets. One, we have to receive the prophet
for us to have the rewards of the prophet. As I have said earlier, that a prophet is ordained by God, and also he is a carrier of blessings. The Bible says in the book of 2 Chronicles chapter 20, we can go there. 2 Chronicles chapter 20. Second Chronicles chapter 20, verse 20. The Bible says, are we there, all of us? I will read. Early the next morning, the people went out to the wild country near Tekoa. As they were starting out, Jehoshaphat addressed them with these words: People of Judah and Jerusalem, put your trust in the Lord, your God, and you will stand firm. Believe what his prophets tell you, and you will succeed. I'm believing all of us, we are in 2 Chronicles chapter 20, verse 20. I will repeat. Early the next morning, the people went out to the wild country near Tekoa. As they were starting out, Jehoshaphat addressed them with these words: People of Judah and Jerusalem, put your trust in the Lord your God, and you will stand firm. Believe what his prophets tell you, and you will succeed. We can see from this verse that this is a servant of God, Jehoshaphat, and he was addressing the people of Judah. And he told them that they put their trust in the Lord and they will stand firm. And also he added on telling these people that you believe what his prophets tell you and you will succeed. Meaning that it is only that time we believe in our prophets that we will succeed. But in the area of God, it is trusting in him and we will stand firm. We see here that a prophet in the house is very important. Another thing about a prophet is that person who brings out and preserve. We can see that in those early times, there was a prophet who was sent by God. And we can get it from the book of Hosea, chapter 12, verse 13. Pastor Alice, please, you can read for us. Hosea, chapter 12, verse 13. You can help Pastor Alice with a mic. Hosea, chapter 12, verse 13. Sister Sarah, have you gotten the book? Not yet. Hosea. Okay, Mr. Karanja, you have gotten the book of Hosea? Yeah, kindly read for us the book of Hosea chapter 12, verse 13. Yeah, just help him with the mic. Hosea. Yes. Mlango wa pili mstari 12. Mlango wa 12. Yes. Mstari wa 13. Yes. Na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Nirudia tena. Rudia. Na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alimuhifadhi.
alihifadhiwa. Asante sana. Sister Sarah, read for us in English, Hosea chapter 12, verse 13. Okay, Hosea 12:13. Yes. By a prophet, the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet he was preserved. Thank you very much. As we have all heard from that verse, that the Lord sent a prophet to rescue the people of Israel from slavery in Egypt and to take care of them. Meaning that a prophet is someone who is sent by God to rescue or to remove. And it is not only removing and rescuing, but even to take care of those people. So count yourself blessed if you have a prophet, because they take us or they bring us out from those things which we would not have been able to do, and also they preserve us. Another thing about a prophet comes in form of deliverance. Prophet comes to deliver us. I believe all of us, maybe there is something or a bondage you were having, and after meeting a prophet or the man of God, he helped you or he helped me to come out of the bondage. So we see that prophets are for our deliverance. And also they are for assistance. They give us help. After you are delivered, they teach you how to walk on whatever they have helped you to come out of. So a prophet removes and he carries us through the process. There are also blessings from prophet. Remembering that I said from the word go, for you and I to have the prophetic blessings, number one, you have to accept and you receive that prophet. Because there is having a prophet, but you have not received him. You'll be having that prophet, but nothing can change or nothing can work out on you. Sababu unampuuza, maana hujamkaribisha, hujaitikia. Ni kama tu uambie mtu apige hodi, umwambie karibu, then utoke umuache. Yes, uko na mgeni lakini haujamkaribisha. Hiyo kitu ingine ya a prophet is not a stranded man waiting for people's help. This prophet is not just there stranded, waiting for our help. No, he is the help. He is the man who is carrying our help. And that is why I'm saying this prophet stands in a position of the freedom of others. Remembering there is a cost to pay, because whatever you do to your prophet, it will bring freedom. And as we can remember about the prophet who visited a window, that prophet used to pass there every day. The prophet was coming and eating and going. But until the time the woman realized that this is a prophet, and she told the husband, we make a room, for this is a man of God. That is when the prophet spoke. And he said, a time like this, you will have a child. So you can be having a prophet, you are walking with him, but until you accept and you receive, he will always be quiet. Praise the Lord. Pastor Beatrice, praise the Lord. Amen. Yes. Another thing about a prophet is he becomes the safety of men, because this prophet is entrusted by God. And we can see in the book of Acts chapter 27, verse 22 and 23. Acts 27, 22, 23. As we prepare to get into prayers. May I not leave my place of safety from the men who have been entrusted for my life. Sister Sarah, have you gotten? Yeah, please read for us. Pass mic
to pass to Sarah. Praise God. Amen. You're saying 27? Yeah, 27, 22 to 23. Okay. 27, 22 to 23. Mm-hmm. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the sheep. For there stood by me this night an angel of God, to whom I belong and whom I serve. Amen. Mr. Karanja, read for us in Swahili, please. 22 27, 22 and 23. Okay, nasoma 22. Yes. Sasa nawapeni Sauli, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafasi moja miongoni mwenu atakayepotea, ila merikebu tu. 23. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabuduye, alisimama karibu nami. Amen. We see that when we have a prophet, we should not be afraid, because also the angels of the Lord will be with us, and always they will encamp around us. And with those few remarks of knowing who a prophet is, it is for I and you that we should embrace the prophets that God has given each one of us. We should welcome them. We should obey them, because they hold our blessings and even our lives. May God bless you as I welcome Pastor Beatrice to lead us in worship. We enter into prayers. Hallelujah. Hallelujah. Lazima tumsifu Bwana. Sauti ya kuimba haipoteangi. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Oh, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Oh, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Oh, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru mimi, niseme nini
Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali nakushukuru. Oh, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Sauti umenipa, niabudu jina lako, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Oh, nguvu Bwana umenipa, uwezo umenipa, nisimamishe kazi yako, mimi ninashukuru. Imba niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Oh, tuimbe niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Tuimbe niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Oh, Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Uniongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie.
na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe mahali hapa sikutaka niheshimiwe nayani kutema shaka sawa sawa na wewe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe yani kutema shaka sawa sawa na wewe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe nionapo amani kama swali nionapo shida kwa mambo yote amenijulisha ni salama rohoni mwangu nionapo amani kama swali haunionapo shida
salama rohoni mwangu. Imba salama. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ni salama. Ni salama. Ni salama moyoni mwangu. Ni salama, ni salama, ni salama. It is well, it is well, it is well with my soul. Ni salama, ni salama, ni salama, ni salama, ni salama, ni salama, ni
Oh yes, tujipeleke mbele za Bwana, tuweze kuinua jina lake, litukuze tu jina lake, maana ni mwamba. Je, huyu Mungu ni mwamba, ni moto ulao, ni mpasua bahari. He is Jehovah Nissi. He is Jehovah Jireh. He is Jehovah Shalom. He is Jehovah Eloi. Ni mweza zote, anaweza. Umuinue tu, msifu tu, inua tu jina lake, mtukuze, mtukuze tu, mtukuze tu, mtukuze, mtukuze, mtukuze tu. Hakuna kitu kingine unaweza kumpatia. Hauna mali, hauna pesa, hauna chochote dunia hii ambacho unaweza kumpatia ila tu sifa na kumtukuza. Mtukuze, mtukuze, mwimbie sifa, mwambie anastahili, mwambie anastahili, ana uwezo, mwambie ni yeye tu mwenye uwezo, ni yeye tu mwenye nguvu, ni yeye tu mwenye mamlaka, ni yeye tu mwenye uwezo wa mbingu na mweza wa dunia hii. Hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye. Yeye ndiye aliumba dunia, akaumba kule mbinguni, akaumba hata chini, akaumba binadamu, akaumba wanyama, akaumba watu wote wahusika. Wote ni kwa ajili yake. Alinena tu, alinena na mambo yakafanyika, alinena na kukatendeka, alinena na kukafanyika, maana yeye ni Mungu. Anasema tu, hata leo atasema, hata leo atasema, yuko mahali hapa, atasema tu, hiyo ugonjwa uko nayo iondoke. Atasema hiyo njia ambayo unaipitia, hukumu ambao umeupitia katika maisha yako, na utaondoka, because he is righteous God. He is a king, he is a king of kings. He is caring, he is loving, he is the love, he is the love. He is looking upon you. Anakusubiri tu, anasubiri tu kumwabudu. Usimpatie maproblem, usimpatie shida, ila tu mwabudu. Anastahili ya kuabudiwa, anastahili, anastahili. He is righteous. Kanyoyo ni mwega arenda gukuigwa rukiani akwendete na ngoro yake yothe nikio atumite okororeku. You are alive because he said you should, because he is who he is. This God said, tell them when this young man, when God called Moses and told him, go to Pharaoh and ask Pharaoh to release my people.
Then he asked God, whom shall I say send me? And God told him, go tell them that it is who I am who I am. So this God you are worshiping is he who he is. What you ask him, how you look at him, is what he is. If you see a big God, he's a big God. If you see a small God, he's a small God. If you see a savior, he's a savior. If you see a master dealer, he is a master dealer. If you see a deliverer, he is a deliverer. If you see love, he is a lover. If you see care, he is a carer. He is a righteous God. He is a faithful God. He is a loving God. He's caring. He's caring. Just worship him. Tukuze. Because he's caring. He is caring. Ndio kwa maana amekupenda. Amekupenda. Anakupenda. Anakupenda. Anapenda kazi unayoifanya. Anapenda. Daudi siku moja akamuuliza Mungu, nikupatie nini Baba? Ni nini kilicho dunia hii ninaweza kukupatia? Hakuna. Maana mbingu ni zako, dunia ni yako, milima ni yako, mabonde ni yako, vitu vyote vilivyo dunia hivi ni vyako. Akamwambia tu ninacho ambacho naweza kupatia ni sifa. Na ndiyo akamsifu. Hebu tuige mfano wa Daudi, tukamsifu huyo Mungu. Msifu tu. Msifu tu. Mtifu tu. Taja jina lake. Taja jina lake. Wakaniishi katika nyumba yako siku za maisha yangu. Niishi kuliabudu jina lako, niishi kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu Bwana ukanichagua katikati ya wengi, katika ufalme wako Bwana. Uliona ni vyema inapendeza Bwana. Huyo Bwana anapendeza. Anapendeza kwa maisha yako. Wewe ni mwema Bwana. That is why he is ready to deliver you. That is why he is ready to abandon the sin that has been haunting you. That is why he is ready today to heal the challenges that he has been having in your life. That is why. That is why ako tayari kubadilisha maisha yako. Ndio kwa sababu yeye yule aliyekuwa jana ndio yeye sasa, na ndiye atakaye kuwa miaka ijayo. Imagine upendo wake ni wa ajabu. Anaweza kubadilisha mbingu ikakuwa kitu kingine kwa ajili yako. Anabadilisha dunia inakuwa kitu kingine kwa ajili yako. He changes everything. Anageuza. Walivyokuwa wakisema kukuhusu, anageuza. Wanaanza kusema vingine. Hadi haoni. Anasema hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, atakung'arisha ukuwe mweupe kama baba. Tunakupenda Bwana, tunakupenda. Anasema ya kwamba hata kama wamekuchukia, hata kama wamekupaka tope, yeye mwenyewe atakusafisha. Yeye mwenyewe atakusafisha. Yeye mwenyewe atakusafisha.
Yeye mwenyewe atakusafisha. Usijalishwe na hali unayoipitia, usijalishwe na hali ulio nayo, usijalishwe na vitu ambavyo vinafanyika kwa maisha yako. Usijalishwe, usijalishwe. Don't be scared of them. When Jehoshaphat alisikia maadui wanaokuja ni wakubwa mara 7 kuliko, ni maadui ambao walikuwa ni mataifa, makabila makubwa waliokuwa na uwezo wa silaha, walikuwa na uwezo wa nguvu za kisilaha. Lakini Jehoshaphat alimkimbilia Mungu, akamwambia Mungu, kumbuka wewe ulikuwa na ahadi na sisi. Wewe ndio ulitulete kwenye shamba hili, wewe ndio ulitulete kwenye dunia hii, na ulipokuja, tulipotulete, ulituahidi ushindi, ulituahidi maadui hawatatuweza, ulituahidi ya kwamba chochote tutakuitisha kwa jina lako kitapata. Akamwambia, kumbuka rafiki yako Abrahamu, wewe ndio ulimuahidi, wewe ndio ulituma Abrahamu na ukaambia Abrahamu kizazi chake hakitashindwa tena, maana huyu Mungu ni Mungu wa ahadi. Keep the ahadi. He is a promise keeper. This is the God I want you to worship today. This is the God we are worshiping today. The promise keeper. The promise keeper. He kept the promise. Akamwambia Jehoshaphat, kutoka sasa usiogope, usitayarishe silaha, bali tayarisha kikosi cha kuniimbia, maana nitakushindania vita hivi bila wewe kuinua silaha. Because he is a mighty warrior. Oh, this is a God I want you to worship. Because he is a mighty warrior. He is a mighty warrior. Yeye ni mpiganaji, anajua kupigana na masilaha, anajua kupigana na silaha aina yoyote ile. Maadui wanapokuja, muachie tu, maana yeye ndiyo mighty warrior. Yeye ni jemedari, yeye ni komanda, anajua kupigana, atapigana na wao, wanaokuinukia. Wasikufadhaishe wala usitetemeke, bali kaa chonjo, kaa kulingana na maagizo yake, kaa kulingana na upendo yake. He is ready to redeem. He is ready. Akamwambia Joshua, usiogope wala usifedheheke, usiogope, maana nitakuwa na wewe. So this God is omnipresent. He is always there with us. Yuko tayari na sisi. That is what he told Joshua, that I will not abandon you, I will be with you. So don't fear, no, be afraid, for I am with you. This God is with you. Ako pamoja na wewe. Huyu Mungu ndio nakwambia tumwabudu. Huyu Mungu aliye pamoja na sisi ndio nakwambia tukaweze kumwabudu. Huyu ni Mungu ambaye yuko pamoja na sisi. Licha ya mazunguko, licha ya vile vitu vimetuzunguka, huyu Mungu yuko na sisi. Anang'oa mizizi yote, anang'oa mipango yote ya shetani katika maisha yetu. Anajua unayoyapitia. Alimwambia Joshua, nenda na ujipange vizuri. Akampatia mipango, akamweleza jinsi atakavyovamia, akamweleza jinsi atakavyopigana vile vita. Na Joshua alipoenda akafaulu, maana huyu Mungu ni Mungu wa mipango, ni Mungu aliye na mipango. Huyu ni Mungu mwenye mipango. Anajua unachokitaka, anajua unapoenda, anajua unachokitajia. Huyu Mungu ni Mungu wa mipango. Huyo ndio Mungu nakwambia siku ya leo umuite. Akupangie nyumba yako, akupangie huduma yako, akupangie maisha yako, akupangie biashara yako. Muite huyu Mungu wa mipango. Huyu Mungu aliyempangia Joshua jinsi ya kwenda kupigana, akamwambia atangulize watu wengine mbele na albakishe wengine nyuma. Kisha wengine wakafanya vujo, kisha wengine wakaanza vita.
na maadui wote wakachomewa, maadui wakateketea na wakaisha. Mipango hiyo ndio tunaitisha Mungu. Huyo Mungu mwenye mipango kama hiyo, huyo Mungu mwenye mipango, muite akupangie sasa, muite akupangie, akupangie ndoa yako, akupangie familia yako, akupangie kazi yako, akupangie huduma yako, akupangie matarajio yako. Huyo Mungu ndio tunamuita, muite sasa aanze kupanga mipango yako. Mwalike akupangie, Akamwambia yule mama kupitia Elisha, ni nini unacho mikononi mwako? Naye kwa huyo mama akasema, nina vibuyu. Akaambia kusanye vibuyu vyote avilete, kwa maana alikuwa na deni na alikuwa ameshindwa kulipa na hakuwa na chakula. Mama akajaziwa mafuta kwenye vibuyu vyote, akaambiwa aende auze na alipe madeni yake na ingine ibaki kuwa yake. Huyo ni Mungu mwenye anasaidia kulipa madeni. Mungu wa kulipa madeni ndiye akamtoa mwanae Yesu Kristo alipe deni za dhambi zetu. Huyo Mungu analipa deni, analipa madeni yako. Anakuuliza tu ni nini ulicho nacho mkononi, ndiye akusaidie kukitumia akikalipe madeni. Anataka kutumia hicho kitu madeni yote yakalipike, madeni yote yaweze kugharimiwa, madeni yote ya dhambi igharimiwe, madeni yote ya kidunia yote ikaweze kugharimiwa. Umeshindwa kulipa nyumba, umeshindwa kufadhili kazi yako, umeshindwa kulipa school fees, umeshindwa kulipa chochote ambacho unahitajika kulipa. Anasema umuite huyo Mungu wa yule mama ambaye alilipiwa deni kupitia kwa vibuyu vya mafuta. Huyo mama alilipiwa madeni yote na akabakisha. Huyo Mungu ndio unakwambia umuite siku ya leo, akulipie madeni yako yote, akulipie madeni. Alimlete mwanae Yesu, akaja akafariki, akawekwa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, Ndiye yote atakayemwamini aweze kukombolewa kutoka kwa dhambi. Huyo Mungu wa kukomboa watu, huyo ndio nakwambia muite sasa, akukomboe kwenye madeni yako, akukomboe kwenye shida na matatizo, akukomboe kwenye dharau iliyofanyika juu yako. Maana wamesema na wanakudharau na kwa sababu uko kwenye madeni, umeshindwa kulipa madeni, umeshindwa na wanasema hawezi, wanasema marauga ndokihota, marauga nemegoko hikira nyumba, maraiga nemegoko tunya, marauga nemegoko gutaha. Ucio Ngai wateithirie mutumia ucio akireha mathiri, ucio Ngai niwe ndirakwira umwite thaa ici. Ngai ucio wakuriha mathiri niwe ndirakwira umwite thaa ici. Alimwambia Musa wakati alikuwa anatuma Musa kule kwa Farao. Musa alikuwa na uoga, akatetemeka, akamuuliza Mungu, mimi niende nikamwambie ni nani amenituma ama ni nani wewe? Kisha Mungu akamwambia, go and tell them I am who I am. Huyo Mungu yuko vile venye wewe unamchukulia, yuko vile venye wewe unataka akue. Ukitaka akue Mungu akulipa madeni yako, atalipa madeni. Ukitaka akue Mungu akuponya afya yako, atakuwa mponyaji. Anaitwa Jehova Rafa, maana ni mponyaji.
Huyu mama alikuwa anamwaga damu miaka mingi sana, alikuwa hana matarajio maishani mwake, alikuwa hana mipango maishani mwake. Oh, this is the God I'm asking you. Huyu Mungu ambaye mama alikuwa anamwaga damu, lakini alipofika karibu na mwana wa Mungu, damu ikanyamazishwa na akaweza kupona. Kwa hivyo huyu Mungu ni Mungu mponyaji, anajua kuponya, anajua kuponya, anajua kuponya, anajua kuponya, anajua kuponya. He is a master healer. He is a master healer. He is a master healer. Call upon his name. Huyu anaitwa Jehova Rafa, maana ni master healer. Ndio kwa maana anaitwa Jehova Rafa. Ita Jehova Rafa kwa ajili ya hiyo ugonjwa uko nayo, kwa ajili ya hilo tatizo ulilo nalo. Call upon the name of Jehova Rafa. Muite tu, maana ni mponyaji. Muite tu, kodo ni muhonania. Nikioreto Jehova Rafa, nikioreto Jehova Rafa. Kodo ni ahonanagia, ni ahonanagia, ni ahonanagia, ni ahonirie motubia, ni ahonirie kana kare gakuo, agekariyokia, ereke mbashandara barika, rekantorira nabazara egekerebosha. He is a master healer. Yote kwako Bwana yanawezekana, yote kwako Immanueli yanawezekana. Ewe ni Jehova Nisi, badala ya ushindi wetu. Ewe ni Jehova Shalom, tunakupenda Bwana, tunasema wewe ni Mungu mwema, tunakupenda yote. Asante kwa sababu ya uwepo wako, asante kwa sababu ya nguvu zako, asante kwa sababu ya uwezo. Tunakupenda. Pokea sifa. Tutika kushukania wega wako. Pokea sifa. None twakuhoya mundu makimwe. Utusaidie kwenda mundu makimwe. Pokea sifa. Pokea utukufu na sifa milele ni zako. Uweza na mamlaka. Pokea Baba rekelele. Pokea sifa. Tumeungama pamoja. Ule modali, ule modali, ule modali. Amukira agaro amukira hotali baba, amukira agaro shito gai, amukira hotali gai, amukira agaro shito baba. Onyangoro shito ina ikara moiraza. Oyo hanagia dode Jehova. Ori mama marika saya rodoroza. Rebe shekere bori na mama riza kontori na naraza. Reka shendere bori baba saya rabashe. Rekoro da mama riza ya redotorozo ya karateria. Reka baba rina zaya rabashaya. Rekoro tori mama rikori na zayate. Otoro bobozo keteria rababarika ya zereboroto. Utaenda mama riza ya kakarabaza shato inakaye. Rebeka rababariza ya terebo. Otoro bobozo ya re. Oria karararabarirezera. Pokea sifa zetu. Pokea sifa zetu baba. Ohotanile wakukai. Ohotanile wakubaba. Ohotanile wakukai. Noya muhotani, noya muhotani. Ohonagia koroshitu baba. Hania koroendo baba. Haya takonegera koroe. Twakonegera koroshitu buruku. Twakonegera, twakonegera. Koroshitu ni twakonegera. Koroshitu ribaba razaya bobo. Kutumeno kaibida konegera. Kanida konegera. Mukira umukira. Bida konegera ribaba razaya kantori na na mozare shirebo. Ori la 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 basara baba shekere bobo rinae. Reshaya tori kazabarian tori na nazasha. Bokori na ya mama razaya na na. Bida konegera doshitu baba. Doshio de kaibida konegera. Nyoka siode iria shokete koroma cia Israeli. Siode kaibida konegera baba. Ya baba. Afilistiana mokete konina. Asiana cia Israeli baba. Asiona onoda konegera. Amidiani ya mokaga. Magatunya na ido iria cia thondekirwo kai. Yona onoda konegera. Aria mokagerera huduma baba nda konegera. Aria mahuraga ciana cia kukai
Ngai ndakunengera aria mokaga Baba meigananĩtie na ndungata ciaku ndakunengera kĩgongona gĩkĩ Baba ndakunengera kĩgongona gĩkĩ Ngai ndakunengera Baba ndakunengera Ngai ndakunengera uri muhotani Ngai uri muhotani Baba wathane kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai ũhoti waku ũkorwo kĩgongona-inĩ Ngai ũhoti waku ũtonye kũrĩ ciana ciaku ũhoti waku ũtonye thĩinĩ wa kĩgongona Baba rimamare tũmunyĩre thangari Baba tũmunyĩre thangari Baba tũmunyĩre Baba thangari tũmunyĩre thangari Baba tũmunyĩre thangari Ngai robo rĩkaya Baba rĩna ya thĩrĩ antũrũrũ tũrengere honge Ngai tũrengere honge iria cikũrĩte iria citagĩrĩire Baba tũrengere cieherie Ngai ũrimamara ona ithuĩ ngoro citũ Ngai twakũnengera ngoro Ngai twakũnengera ngoro Baba twakũnengera ngoro citũ nĩ twakũnengera ndakũnengera ngoro yakwa Baba ndakũnengera ngoro Baba rina ezara Baba sharantorira ciana ici ndakũnengera ciana ici nĩ ciaku Ngai we nĩwe ũĩ mabataro mao nĩ kĩrĩa gĩtũmire moke gũkũ we nĩwe ũĩ rimarara Baba cekĩrĩre ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ Ngai ndakũnengera Mũrungu mwega ndakũnengera ũrĩra Baba twĩka mũthamaki athana gũkũ Jehova we nĩwe mwathani Baba we athanaga gũkũ Ngai ũrĩrana na basarĩrĩmũ manengere gĩa kũrĩa rĩmũra manengere mũrĩ zazara bashenderĩmũ rekerere rĩrana bazara Baba mateithie teithia nyũmba ciao rimũrira teithia nyũmba ciao rikara Baba teithia ũtungata wao rikaranara Baba teithia Baba njĩra ciao maririkane rĩna ezera kantorira naza rekerere gũkũntorira ciana iria ciorire cikiuma gũkũ Ngai nĩ ũndũ wa kwaga irio kana nĩ ũndũ wa kũnyararwo kana nĩ ũndũ wa kwaga kwĩgwatĩrwo wega thibũtaranzendererwo nĩndaciĩta rĩmakayarĩrĩ nĩndaciĩta kũrĩa ihĩ ciana cia nyũmba ĩno Baba nĩndaciĩta Baba ciothe mathaganage Baba mekĩre kĩagago moke rimakaranzenderere o kũrĩa marĩ o mabũrũri marĩa marĩ kũrĩ na izere bũshokondara Baba rina rikayare Baba rizere reshaya kantara Baba rina twarina ezara bokondara bashirire twarina moza yakayeterere tamashodereria okũrĩa maratwĩrorera marĩ Baba nĩwemetereire guoko gwaku okũrĩa maratũrĩrĩra marĩ Baba okũrĩa marakũrĩrĩra marĩ UK marĩ America marĩ Australia marĩ Canada marĩ Asia marĩ Japani ori Baba rabasekenderere Baba marĩ Africa marĩ Kenya marĩ Naikuru marĩ Moro ori Baba rakanterere bodina za shantorira Baba rekaya Baba riandorina na mazaya kona ciothe cikurane oi kamarore marakũrĩrĩra nĩmaragwĩta tondũ nĩmagire nĩmatwĩkire ciana cia Goliathi kũrĩ mwana waingatirwo gũkũ agĩtuĩka mwana wa Goliathi ona kũrĩa arĩ agĩtuĩka mwana wa ndigwa Baba rina ezerikaya mondoro nĩararĩra maithori make Ngai oi nĩndahera mehia macio rina rekerere rina ezerere oye Baba ndũkanetĩkĩre ndigetĩkĩra rĩngĩ Baba gwĩtĩkĩra mwana kanyarirwo nyũmba ĩno mwana kaingatwo nyũmba ĩno oi Ngai nĩndahera mehia macio Baba razaya rekatorina na marazerere boshayakĩrĩrĩ akia mwaki nyũmba ĩno Baba akia mwaki raikantarabaza akia mwaki wakaneri bũzũĩrĩrĩ ũrehe irio cia kũigana nyũmba ĩno rimakarazenderere ũrehe arĩithia nyũmba ĩno riboshayarĩ kantararaba ũrehe arĩithi bũbũrũka ya gĩta ya ndarabosa ũrehe arĩithi ũrĩbocerere arĩithia ng'ondu ciaku Baba rĩrĩtĩrĩrĩ mũbũzũri Baba shayantorina kara rĩbũbe aĩrĩzarara Baba rĩkĩrĩrĩ rĩshayantorina aĩbũzĩkĩrĩrĩ ũrirazara Baba rĩnoyantara Baba zayarĩ rĩkĩrĩrĩ bũrinazara shĩntĩrĩrĩ tacũthĩrĩria cio maratorora na ũru ũrira Baba razayarĩ naĩ
torokota ya sheke de bora ori amaze de bushaya ori ekarababa weka gori okweda bava weka gori okweda o yeri baba baraza interero wende weka ibava twagodada ya njoba twakunengera ngoroshito baba twakunengera mereno yitokai kebokona geke baba dege aku toyi wendwe mudhamaki baba udhamakage haha udhamakage hariba ezere sherebo huri na karanzerebo. Una uwezo, njia zako zinaeleweka, mipango yako ni ya utukufu, neema zako ni za ajabu, unafanya unavyotaka na kwa majira yako na kwa njia zako. Hivyo ndivyo tunakutarajia siku ya leo, kwenye majira yako na kwenye upendo wako na kwenye mazingira yako. Baba wa mbinguni, tenda siku ya leo, tenda tu, tenda mapenzi yako katika nyumba hii, tenda mapenzi yako katika nyumba hii. Wacha tukuone tena, tulikuona jana na leo Baba, natarajia utatuona, tutakuona. Kanisa, naomba mkaribie kwenye madhabahu tukaweze kumshukuru Mungu pamoja. Ukaribie kwenye madhabahu tukaweze kumuita na kumshukuru huyu Mungu tukiwa pamoja, maana milango imefunguka, mbingu imefunguka. Yule aliye tayari kupokea atapokea leo. Malaika already wametumwa mahali hapa, ndio wale ambao wanahitaji mahitaji wote wakaweze kubarikiwa. It is a day that you are going to be blessed. It is the day that the anointing will fall upon you. Sijui kama anointing inakuanga nyingi upande hii. Naomba tu pia Mungu aongeze anointing nyingine ikiwa upande huu mwingine, maana inaonekana ya upande huo ni mingi sana. Karibieni madhabahu, miguu yako iguze madhabahu, miguu yako iguze madhabahu. Nishike mkono, tuimbe wimbo nishike mkono. Nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mbele, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Baba, utuongoze Bwana, utuongoze, utuongoze Bwana, utuongoze Baba, utuwezeshe Bwana, utuwezeshe, utuwezeshe Bwana, utuwezeshe. O Baba, usituache Bwana, usituache, usituache Bwana, usituache. Baba, usituache siku ya leo, tushike mkono. Tazama watoto hawa wamekuja asubuhi hii ndio wakutane na wewe. Yule mama aliposikia ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu, alikimbia mpaka kwa mtumishi wa Mungu kumwambia ya kwamba yule mtoto ameaga dunia. Akaambiwa kama mtu mwingine atatumwa aende, akasema hapana, nataka mtumishi wa Mungu. Ni kwa ajili alitambua mafuta ya mtumishi na alijua kuna unganiko lako na mtumishi wako. Huyu mama aliyezuiliwa kufikia mwana wako asipote uponyaji,
aling'ang'ana mpaka akafika. Patimao aling'ang'ana mpaka akafika, akasema mwana wa Daudi ni rehemu, mwana wa Daudi ni rehemu. Watoto hawa wamefika asubuhi hii, wanasema mwana wa Daudi ni rehemu, ni rehemu. Wakumbuke na wale ambao wanatutazama kwenye runinga zao, wakumbuke tu kwa njia zozote zile wanazozipitia, kwa mipango yoyote ile ambayo inapita kwao, aidha ni magonjwa, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kifamilia, matatizo ya laana na generational curses, na vitu ambavyo viko ndani yao, na fugufugu la kuwa na moyo uliofadhaika. Maana ulimwambia Joshua asifadhaike wala asiogope, maana yuko pamoja na wao. Tuondolee fia, ondoa fia miongoni mwetu Baba, ondoa roho ya uoga katika maisha yetu. Tutakutukuza na tutakuabudu milele, na tuko tayari hata sasa kufanya hivyo, na kuna siku tutarudi nyuma. Wakati wote tutafanya kazi yako na tutakaa kwenye malengo yako na majukumu yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amina. Bwana amesema mmebarikiwa. Siku ya leo iko wazi, madirisha na milango ya mbinguni imefunguliwa, na sikio la Mungu limetegeza kwenu kusikia mnataka nini. Mwambie kile unataka Mungu siku ya leo, kwenye ibada yote ya leo. Mwambie Mungu kile unataka, na kesho utakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. All that you need, you will find it. All that you want from God shall come to pass. May God bless you. Say amina. Amen. Mnaweza kuketi kwenye viti, ndio mwalimu akuje aendeleze. Yes. Praise God. Praise God. Kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ni wakati mwingine tunaenda kujifunza. Bwana ni mwema asubuhi ya leo, maana amekuwa mwaminifu, ametutenda mema, ametupa uhai, ametupa uzima, na dipoza tuko katika nyumba yake siku ya leo ili tukaweze kusikia anavyotaka ama anavyonena nasi. Praise God. So ni wakati mwingine tunaenda kufungua mioyo yetu, kufungua masikio yetu ili tukaweze kusikia anasema nini ama anataka tukakae namna gani. Siku ya leo, kwa sababu masaa yetu imeenda kidogo, tutajifunza kumngojea Mungu. Anasema tukaweze kumngojea. Waiting on God. Ni wakati mwingi hatuwezangi kugojea. Praise God. Ni nani anatakanga kugojea sisi? Ukiahidiwa kitu, unaambiwa nitakuleta. Si unasikia kugojea kama inakulemea? Si watu wengi wanapenda kugojea, isn't it? Hatuwezangi kugojea kwa sababu kugoja tunasikianga ni kama ni ngumu sana kwetu. Haleluya. Na tunaambiwa kugojea wakati mwingine ni kama ni mtihani. So wakati umeshindwa na kugojea ama kugojea ahadi, inakuanga umeanguka mtihani. Praise God. So ni wakati wetu tukaweze kujifunza kugojea na kumgojea, zaidi ya yote tukaweze kumgojea Mungu. Praise God. Kwa mambo yote tukaweze kumgojea Mungu. Our desires sometimes na kuomba kwetu
tumeishi tukiomba na tunakosa kugojea. Tuliomba, lakini tunataka ikuje kwa saa hiyo hiyo tumeomba. Tunashindwa kugojea. Ukiomba jambo siku ya leo, mwezi ishe kabla kile kitu uliomba Mungu hakijafika, unaona ni kama umengojea sana. Unasahau, unasema nimegojea, unaenda kwa kitu kingine. Na wakati unapoondoka umeshindwa kugojea lile jambo uliombea, ukiondoka naye ni wakati ule Mungu alikuwa anakuletea na kuta hauko. Ushaondokea. Praise God. So ni wakati mzuri na ni muhimu kugoja. Kuwa patient, kumgoja Mungu. Praise God. So tunaenda kujifunza mambo 10 ambayo tunafaa kujua. Ili 10 things to do while you are waiting on God. Tujifunze kumgojea Mungu. Ni mambo gani haya? Perhaps this is why the Bible talks so much about waiting. God wants us to know that waiting is far from passive activity in which we do nothing. Praise God. In fact, scripture teaches us that God wants us to actively participate in work he desires to accomplish. Waiting strategically can cultivate good fruits in our lives, such as patience, perseverance, and endurance. Mara mingi hatuwezangi kugojea na kufumilia. Kuna kugojea na kuna kufumilia. So when you are waiting, uwe na kufumilia. Ni kwa sababu kuna wakati utangojea na utakuwa na unagojea kwa machungu. So ni lazima utagojea na kufumilia. Praise God. You persevere. It also draws us closer to our Savior and points those who are watching us to gospel. Kwa wakati unapogojea Mungu, patiently kwa ukigoja Mungu, na unaenda inakupeleka karibu na Mungu. It draws you near to God. Praise God. Kwa hivyo ni vizuri kujifunza kumgojea Mungu. Kuwa patient na perseverance. Kwa sababu wakati tunapitia machungu na mateso na majaribu, kunaye kumgojea Mungu. Wakati mwingine unapitia shida katika maisha na unakaa ukimgojea Mungu ili akaweze kukutoa katika hiyo hali. Praise God. Katika hiyo hali unagojea Mungu akutoe ya machungu. Siku na kupersevere. That perseverance for the